Polisi waliingia kwa plot huko Kiserian na wakampiga risasi huyu mtoto. Kwa bahati nzuri risasi iliingilia mkono wa right na mguu ya right, kwa hivyo kuna risasi mbili na kwa hapa huyu mtoto. Kuna watoto wengine nimeona wa 16 years, 14 years, the youngest being huyu nimesema anaitwa Dan Odhiambo. Saa hii kuna watoto wengi sana ambao hawako Kenyatta, wako hospitali zingine ambazo siwezi kuwa nafuatilia kila pahali. Na huzunika mimi kama mama, kwa sababu haki ya kibinadamu hairuhusu hata kama tunapigana tupige watoto, especially watoto ambao wako kwa nyumba. Huyu mtoto ambaye ni kaka ya huyu mwenye alinifanya nifike hapa, alipatikana akicheza mpira. Alikuwa anacheza mpira, risasi kampata akicheza mpira. Na ya kuhuzunisha sana ni kwamba huyu mtoto amelala seo siku mbili kama risasi ziko kwa mwili. Saa hii nimeongea na mtoto, he is totally depressed. In fact nimeuliza daktari kwanza kabla hawajampeleka theater wamuongelesha, because he needs serious counseling. Hata hajijui ni kama hiyo maneno ya kupigwa risasi na kulala cell imem-affect akili. So nimejaribu kuongea na yeye, he's not responding, and daktari ameniambia atatafuta counselor kwanza wamcancel ili wampeleke theater. So I am here as a mother, standing in the gap of the mothers. Nimepata threats nyingi sana nisiongee. Nataka kutangaza leo ya kwamba mimi ni mama, nimejifungua watoto na lazima niongee on behalf of the mothers who have no voice. Those who are threatening me, go ahead, threaten me, do what you want to do with me. You can jail me if you want, you can kill me if you want, if that's what you want. Lakini my conscience does not allow me to keep quiet when other mothers are crying and mothers are languishing in pain. Alifungiwa selo. Naona cartoon kwa simu akiwa amekalia ya kwamba kuna mtoto underage ambaye alikuwa cell, na huyu mtoto underage alipigwa risasi ya mguu pale Burioni Limuru kama anacheza football. Risasi ikampata akicheza football, ikamgonga mguu na ikaingia ndani na ikakuwa lodge kwa mguu yake. Nikafuatilia sana kujua kwa nini kijana ambaye ni underage, is 15 years, 14 and a half going to 15 years, kwa nini amewekwa kwa cell. Nikaambiwa ni kwa sababu alichukuliwa na gari ya polisi, walipomgonga hiyo risasi walimchukua wakaenda wakamweka kwa cell na risasi yake na kidoda chake. Akalala huko na hiyo kidoda na akashinda na akalala tena. Sasa jana ndio nimepata hiyo habari. And I want to thank the Good Samaritan of Limuru ambao walishughulika sana. Wakaenda wakatoa mtoto kwa cell. Mimi sikuwa karibu jana. Nikasema leo nitakuja hapa Kenyatta nifuate hiyo story. Na nimefuata story, nimetafuta hii familia ili waniambie vile inavyoendelea. Lakini kwa kushangaza sana, huyo aliniambia kwa Limuru stage alikuwa anaombelea fare ya kufika Kenyatta. Nikamtumia M-Pesa asubuhi ili akuje assign, sababu nilikuwa nimepiga simu hapa Kenyatta nikaambiwa mtoto anafaa apelekwe theater atolewe bullet, lakini hawezi pelekwa theater kama jamaa ya familia hawaja sign. Na hawa hapo napata nafasi ya kufika. So nimekuja hapa na nimeingia hapa kwa hii hospitali, na mimi kama mama nahuzunika sana. Kwa sababu wale watoto nimeona hapa, nimeona watoto 9 ambao wamepigwa risasi. Na hawa watoto 6 nasema wale watoto ambao wako na risasi na ni underage, yani hawajafikisha miaka ya adult. Na kwa hao 9 nimeona mmoja ako 6.5 years na ako na risasi 2, alipigwa moja mkono na ingine mguu, alipigwa kule Kiserian. Na huyu mtoto anaitwa Odhiambo Daniel, alipatwa kwa nyumba na wale walimpiga risasi. Alikuwa anaona cartoon kwa simu akiwa amekalia sofa set kwa nyumba. Polisi waliingia kwa plot huko Kiserian na wakampiga risasi huyu mtoto. Kwa bahati nzuri risasi iliingilia mkono wa right na mguu ya right, kwa hivyo kuna risasi 2 na kwa hapa huyu mtoto.
Kuna watoto wengine nimeona wa 16 years, 14 years, the youngest being huyu nimesema anaitwa Dan Odhiambo. Saa hii kuna watoto wengi sana ambao hawako Kenyatta, wako hospitali zingine ambazo siwezi kuwa nafuatilia kila pahali. Na huzunika mimi kama mama, kwa sababu haki ya kibinadamu hairuhusu hata kama tunapigana tupige watoto, especially watoto ambao wako kwa nyumba. Huyu mtoto ambaye ni kaka ya huyu mwenye alinifanya nifike hapa, alipatikana akicheza mpira. Alikuwa anacheza mpira, risasi kampata akicheza mpira. Na ya kuhuzunisha sana ni kwamba huyu mtoto amelala seo siku mbili kama risasi ziko kwa mwili. Saa hii nimeongea na mtoto, he is totally depressed. In fact nimeuliza daktari kwanza kabla hawajampeleka theater wamuongelesha, because he needs serious counseling. Hata hajijui ni kama hiyo maneno ya kupigwa risasi na kulala cell imem-affect akili. So nimejaribu kuongea na yeye, he's not responding, and daktari ameniambia atatafuta counselor kwanza wamcancel ili wampeleke theater. So I am here as a mother, standing in the gap of the mothers. Nimepata threats nyingi sana nisiongee. Nataka kutangaza leo ya kwamba mimi ni mama, nimejifungua watoto na lazima niongee on behalf of the mothers who have no voice. Those who are threatening me, go ahead, threaten me, do what you want to do with me. You can jail me if you want, you can kill me if you want, if that's what you want. Lakini my conscience does not allow me to keep quiet when other mothers are crying and mothers are languishing in pain.